Kevin alikuwa mtu anayependwa na kila mtu, lakini hakuwahi kuheshimiwa na yeyote. Maisha yake yalikuwa kama kitabu kilichoachwa wazi barabarani. Kila mpita njia alikuwa na haki ya kuchana ukurasa au kukikanyaga. Alijidanganya kuwa ule ulikuwa ni wema, mpaka siku alipogundua kuwa alikuwa anapoteza nafsi yake. Ili kupata heshima, Kevin alilazimika kuchora mipaka 7 ya damu. 1. Mpaka wa muda, ukuta wa ufanisi. Ilikuwa saa 4 asubuhi. Kevin alikuwa amejifungia ofisini kwake akipambana na mradi uliokuwa unaamua hatima ya ajira yake. Ghafla, mlango ulifunguka bila hodi. Rafiki yake Oscar aliingia na kujitupa kwenye kochi akicheka. Oscar alitaka kupiga soga za masaa 4 kuhusu mambo yasiyo na tija. Zamani, Kevin angefunga laptop yake na kutabasamu kwa shida. Lakini leo, alisimama. Alimwangalia Oscar machoni na kumwambia, Oscar, nina kazi sasa hivi, tutaongea baadaye. Oscar alitoka kwa hasira, lakini Kevin alimaliza kazi yake kwa saa 2. Aligundua kuwa muda wake ni mali yake, na yeyote anayeuchafua anachafua hatima yake. 2. Mpaka wa hisia, kinga ya amani ya moyo. Mchana ulifuata na simu ya shemeji yake. Kama ilivyokuwa desturi, alianza kumimina sumu ya malalamiko kuhusu ndoa yake. Kevin alikuwa akisikiliza matusi na kashfa ambazo hazimhusu kwa saa nzima. Alijihisi mnyonge na mwenye msongo wa mawazo baada ya kila simu. Safari hii, Kevin alikatisha mazungumzo. Alimwambia shemeji yake kuwa siwezi kuwa pipa la takataka la hisia za watu wengine. Alijifunza kuwa si kila dhoruba ya mwingine inapaswa kumnesha yeye. Alichagua amani yake kuliko kubeba mizigo ya watu wasiotaka kujisaidia. 3. Mpaka wa faragha, mlango wa siri. Shemeji huyo, akichochewa na hasira ya kukataliwa, alianza kuhoji mambo binafsi ya Kevin. Mbona una password kwenye simu yako? Unamficha nini mpenzi wako? Kevin alitulia. Alitambua kuwa watu walizoea kuingia kwenye maisha yake kama sebule ya wageni. Alimjibu kwa utulivu, faragha yangu ni haki yangu, sio ushahidi wa kosa. Alijifunza kuwa kuweka mipaka kwenye mambo yako ya siri hakumaanishi una jambo baya, bali inamaanisha unajiheshimu. Hapo ndipo alipofunga mlango wa faragha yake milele. 4. Mpaka wa maadili, msimamo wa dhahabu. Jioni hiyo, marafiki zake walimkaribisha kwenye dili la haraka. Walitaka Kevin atumie saini yake ofisini ili wapate pesa ya wizi. Walimuita muoga na mshamba. Kevin alihisi shinikizo la kutaka kupendwa na kundi, lakini akakumbuka kuwa heshima iliyopatikana kwa usaliti haina maisha marefu. Alisimama na kusema, njaa iwe, lakini sio kwa namna hii. Walimtenga na kumcheka, lakini Kevin alitembea kwa kichwa cha juu. 5. Mpaka wa fedha, kinga ya jasho. Akiwa njiani kurudi nyumbani, mshikaji wake mwingine alimtokea. Alihitaji $200 kwa dharura ya uongo, akijua Kevin ana kodi ya nyumba. Jamaa huyo hakuwahi kurudisha deni la nyuma. Kevin alitaka kutoa pesa hiyo ili tu asionekane mbaya, lakini akakumbuka watoto wake na kodi yake. Alimwangalia mshikaji huyo na kusema, samahani, sina bajeti ya kusaidia sasa hivi. Rafiki huyo alimtukana na kumuita bahili. Kevin alitabasamu moyoni. Aligundua kuwa watu pekee wanaokasirika unapoweka mipaka ya pesa ni wale waliozoea kuishi kupitia jasho lako. 6. Mpaka wa mawasiliano, daraja la heshima. Siku iliyofuata kazini, bosi wa Kevin alimfokea mbele ya wafanyakazi wenzake. Alimuita mjinga kwa kosa dogo. Zamani, Kevin angeinama kwa unyonge, lakini safari hii alimfuata bosi ofisini kwake. Bosi, naheshimu nafasi yako, lakini siwezi ruhusu unitukane mbele ya watu.
Sawa, tutazungumza baadaye. Bosi huyo alianza kumshirikisha Kevin kwenye maamuzi makubwa. 7. Nguvu ya hapana. Uhuru wa mwisho. Simu ya mwisho ya siku ilikuwa mwaliko wa kwenda kwenye sherehe ambayo Kevin hakuwa na hamu nayo. Zamani angetafuta sababu za uongo ili asionekane mbaya. Safari hii alitazama simu, akaandika neno moja tu: hapana. Hakutoa maelezo, hakujitetea. Alizima simu na kulala. Aligundua kuwa hapana ni sentensi iliyokamilika. Usiku huo, Kevin alilala usingizi mzito ambao hakuwahi kuupata tangu utoto wake. Ilichukua mipaka 7 tu kumgeuza mtu aliyekuwa tambala la deki kuwa mtu ambaye sasa kila anapopita watu wanampisha njia kwa heshima. Kumbuka, Kevin hakubadilika kwa sababu alipata pesa nyingi au marafiki wapya. Alibadilika kwa sababu aliamua kuwa hapana yake ina uzito sawa na ndio yake. Watu pekee wanaokasirika unapoweka mipaka ni wale waliokuwa wanafaidika kwa wewe kutokuwa nayo. Swali langu kwako ni hili: je, uko tayari kupoteza marafiki feki ili uipate heshima yako?